Iko hadithi ambayo iliyomhusisha kijana mmoja aliyokuwa ameajiriwa katika kampuni. Alikuwa ni mgeni kidogo, ni mgeni ambaye hajawa na muda mrefu kama wafanyakazi wengine. Hadithi hii ikisimuliwa kwa namna mbalimbali, lakini zaidi hadithi hii imewagusa wengi kwa uchungu wa huyu kijana alivyoamua mambo na akajikuta katika hali mbaya. Huyu bwana alipokuwa akifanya kazi zake za kampuni, ghafla mama yake alijikuta katika hali mbaya, hali ambayo ilimpelekea mama yake kulala katika kitanda kwa muda mrefu. Pesa alizokuwepo nazo kama akiba zilikwisha, na hapa akaamua kuifata kampuni yake na kuielezea matatizo yanayomkabili. Mkuu wa kampuni akamwambia, kwa kiwango chako kazini, mshahara tunakulipa kwa wakati, sasa hatuwezi kutoa fedha, wewe hautudai na sisi hatudaiwi. Ndipo huyu bwana akajikuta na wakati mbaya, wakati ambapo alifanya jambo ambalo lilimwingiza korokoroni. Wakati wa mashtaka, hakimu alikuwa tayari, watu wamekuja kusikiliza kesi yake. Kesi ilihudhuriwa na mamia. Hakimu akaelezea kesi yake na kumsomea ya kwamba aligushi fedha, aliandika cheki isiyokuwa halali na kutoa fedha. Baada ya hapo, kampuni ikamtia hatiani. Shtaka lilikuwa wazi kwa hakimu. Maamuzi ya hakimu akamwambia, je, waweza ukajitetea? Yule kijana kwa uchungu na ujasiri mkubwa akasimama mbele ya hakimu akasema, nakiri ya kwamba nimetenda hili kosa nililolitenda ninalikiri, wala sijasingiziwa. Sababu iliyofanya nitende hili kosa ilikuwa ni kumsaidia mamangu mzazi. Sikuwa na fedha za kumtibia mama yangu, nimeishi naye kwa muda mrefu. Hata hapa niliposimama mbele yako, ndugu hakimu, ni namna mamangu mzazi amenisaidia kufika mahali hapa. Hata leo ukinihukumu, najisikia faraja kwenda jela ikiwa mama yangu akiwa mzima wa afya, na nitashukuru sana ikiwa hukumu yako imekuiwa. Basi nitafurahi kama nitamkuta mamangu yu mzima. Baada ya kusikiliza ile kesi ya huyu kijana, baada ya kusikiliza sababu iliyomfanya kutenda hili kosa ilikuwa kumtibisha mama yake mzazi aliyekuwa anaumwa siku nyingi kitandani. Hakimu akawaza. Baada ya hapo akasimama, akanyanyuka katika kiti chake cha maamuzi, kumfuata kijana na kumkumbatia, kumbatio la kumwondolea uchungu na hasira aliyokuwepo nayo. Akamwambia, pole kwa hili lilokupata. Kisha akarudi katika kiti chake na kaiambia mahakama, kwa mamlaka niliyopewa na kwa mamlaka niliyokuwepo nayo, kesi hii ninaifutilia mbali. Kelele na mshangao wa watu waliokuwa wamehudhuria, watu wakastajabu, imekuwaje? Hakimu akaendelea na kuelezea, kwa sababu huyu kijana amekiri kosa lake ya kwamba amelitenda, na pia alikuwa tayari kufungwa kwa sababu ya kuokoa maisha ya mamake mzazi. Kwa sababu hiyo ninamweka huru ili awe huru kumlea mamake mzazi. Kesi ikaishia mahali hapo. Je, inatufunza nini ndugu mtazamaji? Inatufunza nini ndugu mpendwa? Je, haki itendeke kwa watu wote ama sheria ifate mkondo wake? Tuandikie maoni yako katika komenti, like, share video hii ili tuendelee kuwa pamoja. Usisahau kusubscribe chaneli yetu. Naitwa Paul FB. Karibu kutazama video zingine. Asante.